Welcome back to know how different types of lives that we live in. So we have three types of lives that we live in spiritually without. Hi guys, welcome back to the Moinas official channel. Tungo to subscribe, like, comment and share, and don't forget to turn on your notification bell to be the first person to watch my videos once I upload them. So guys, today we want to talk about the types of lives that we live in. As human beings, once we are living, you are alive, you are breathing. We have some types of lives that we will live, and some of us or all of us, we don't know the types or the type that we are living, the type of life you live, the type of life me and you we are living in. So there is one, there is physical life that you are living in, and there is this spiritual life that you are living in, and there is this that life that we have the person who is living the spiritual and at the same time is living the physical life. You know, this person who is living the spiritual and the same time is living the physical life, this person is the only person who is lucky. But we have this person who is living the spiritual life. Might be the sometimes you know very well that so many people like me, let me just say example, like me on my side, I can see that I can see like, okay, I can brag for people that I have money or I have wealth, and that is sometimes I see it spiritually. I see it spiritually, but you on your side you see me that I have nothing. You see? Okay. Kuna yule mtu anayejiona ya kwamba akona kitu ama yeye akona mali. Lakini akianza kusema mimi niko na mali, anaanza kujidai kwa wengine na brag mimi niko na mali. Yani, I'm just using like an example, sio ati ni mali peke yake, but mostly let me just use the wealth like an example. Lakini wewe ukiona on your side unaona this person kila wakati anasemanga vile akona pesa, akona pesa. Okay, wewe physically you might not see the wealth that the person is carrying, but spiritually the person vile anaona spiritually anaona akona mahali spiritually it you it doesn't matter if it's spiritual yani the world, the dark spiritual or the light spiritual. We have, you know, we have that one. We shall talk it later, but not today. Today is just because of the types of lives, yani ile types maisha mtu anayoyaishi. Unaona, ni maisha mara ngapi? Three types of lives, maisha mara tatu. Kuna hii life, spiritual life, na kuna hii physical life, na kuna both. Mtu anaishi spiritual life at the same time anaishi physical life. This person, huyu mtu mwenye anaishi spiritual life na at the same time anaishi physical life, huyu mtu ni the same, yani ashajua maisha yake spiritually na ashajua maisha yake physically. Unaona, yeye spiritually akiyaona, physically is the same, is the real ni kitu inaendelea real. Na kuna huyu mtu anaishi spiritually, is saying it but is not owning the things. Unaona, huyu mtu anaishi maisha tuseme anaona akona kitu fulani but hana, ama anaona hana but physically ako nayo. You see the difference? Kuna mtu anaona, hata anaweza kuambia mimi niko na watoto wengi sana
Kuna ule mtu mwenye anaweza kuja kuambie, mimi niko na watoto wengi sana, lakini physically wewe ukimwona huyu mtu hajai kuwa hata na mtoto. Hata hajai kuwa hata na mtoto. Umuone tu ako na mtoto amelea, hajai kuwa naye. Even the adopted one hajai kuwa naye. But yeye in the spiritual world ako na watoto wengi sana. Anawaona, yeye anawaona, but wewe huwezi ukawaona. So wewe unaweza sema anajifanya, lakini hajifanyi, anawaona. Na kuna huyu mtu mwenye ako na watoto wengi, wewe unamuona ako na watoto physically. Lakini yeye hata unaweza pata unaweza pata mtu anasema mimi hata nilizaa lakini sioni kitu nilizaa. Why? Yes, spiritually yenyewe yeye hana mtoto. Na ukifuatilia tu kabisa hana mtoto. Hana. Lakini wewe spiritually physically sisi tunaona kuna watoto unahesabu nya fulani anasemanga hana mtoto, or wewe unaweza sisi watu tunasema mtu anasema hata fulani alizaa nini surely. Fulani kuna wale huwa wanasema ati hata mimi nisipokuwa na mtoto fulani alikuwa na watoto 10 wote walimsaidia na nini. Ni kama tu mimi mwenye sina mtoto. Kumaanisha nini? Physically alikuwa na watoto, but spiritually hakuwa na watoto. Those kids, there's someone else who was owning those kids. So the problem is here is hatutaki kujikubali yale maisha, ama hatutaki kutafuta tujue ni maisha gani tunayoishi, ni maisha gani kila mmoja anayeishi katika maishani mwao. I'm not talking to the person who is dead, I'm talking to those people who are alive. You see, kuna mtu tu anaishi saa hii, but hata kujua ama atafute ni maisha gani anayoyaishi. Atafakari kwa maisha yake ajue ni maisha gani anayoyaishi. Inafaa ujue ya kwamba hata kama ninaishi maisha fulani, ama kuongea na Mungu nisaidie nikajue maisha gani mimi ninayoyaishi kama bado niko humu duniani. Ninaweza kuwa naishi maisha ya kiroho ama naishi maisha ambayo yanayoonekana. Na ninapokuishi maisha ya kiroho, ni kiroho aje. Kuna ile kiroho kikiza ama kiroho huku kwa Mungu. Unaona? Ni heri sasa hata utafute yale kama ni kiroho, uishi maisha ya ndani ya kiroho ukiwa saidi ya Mungu kuliko kuishi kiroho kwa kikiza. Unaona? Ni heri uitwe lile jina ya kwamba wewe ni tasa, lakini mbele ya Mwenyezi Mungu unao watoto wengi sana. Ni heri uitwe ya kwamba, ndiposa wanasema ya kwamba ni heri, Biblia ndio inayesema ya kwamba ni heri yule aliye maskini ndani ya roho, kwa maana ufalme wa mbinguni ni wake. Kwa maana ufalme wa mbinguni ni wake. Wewe ni maskini, kila mmoja anayekuona yana kwamba wewe ni maskini kabisa, wewe una chochote, huna lolote. Lakini katika ulimwengu wa kiroho una watoto wengi sana. Katika ulimwengu wa kiroho, katika ulimwengu wa kiroho unayo mali. You own the whole world. Kuliko upea majina yote ulimwenguni ya kukusifu na kusema ya kwamba fulani ako na mali, ila wakati utakapokufa na huna chochote, huna lolote, hata roho peke yake yako peke yake haikuwepo tena. Tena Biblia inayorudi ikasema ya kwamba heri ukimbie ule mtu ama uokope ule mtu atakaye huwa mwili na roho. Usiokope mtu atakaye huwa mwili peke yake. Unaona? Kwa maana hii roho ile ni siku nyingine labda. Wacha tu. Kwa maana hii roho ndio imebeba kila kitu. Spiritual world inabeba maisha ya mtu hivi. Inabeba maisha ya mtu hivi. Lakini ndiposa mimi huwa nasema ama huwa naomba sana, hata mimi kwa maisha yangu Mungu hanipee tu kibali nikaweza kujua ya kwamba ni maisha gani ninayoyaishi. Kama ni spiritual world, nijue
spiritual world, am I the dark side or the light side? It's better niombe Mungu aniweke katika the light side, not at the dark side. Because at the dark side unaweza jiona ya kwamba hata uko na nguo umevaa vizuri, lakini macho pa watu wengi physically uko uchi wa mnyama. Unaweza jiona ya kwamba wewe wewe unaendesha hata gari kubwa sana, lakini kwa ulimwengu wa kiroho, kwa ulimwengu wa kawaida, kila mmoja anapokuangalia anaona wewe ni wazimu. Labda wewe unaendesha ile inaitwa aje, ile vitu watoto wanagonga gonga zile za kawaida tu, labda umetengeneza katoi na unakimbia nayo kwa barabara, unasema ati uko na gari kubwa, hata unaipea mpaka jina, ile hali huna gari. Ni mfano wa gari, ni doli ya watoto yenye kukimbiza, unasema uko na gari. Unapofunguliwa macho unapata ya kwamba hata unajiuliza uko wapi, ama hii ni nini niliyo nayo kwa mkono. Unaona, tunafaa tujitambue maisha tunayoishi. Huyu mtu mule anayeishi physical life anajua, anajitambua ya kwamba mimi hii ndio nimeona na hii ndio niko nayo. Kwa mtu wa kawaida, kwa mtu ambaye hajaijua kufananisha maisha ya kiroho na ya kawaida ya kimwili, hatajua. Lakini huyu mtu ashajua maisha yake ya kiroho na ya kimwili. Yeye akisema ako na gari, utaiona. Akisema hana, hata wewe wenyewe utaona hana. Unaona? Hata Mungu anaona hana. But this person always gives hopes, akijua kwamba kama sina, nitapata siku moja. Na huyu mtu mwenye anajua ya kwamba ako nayo, yeye adayara anajuanga tu yeye hako nazo, astahili hata kuongezea. Ile hali hana hata na yale mawazo ya kuongezewa hana. Na kuna yule spiritual anajua ya kwamba yani yeye physically anajuanga yeye hana, lakini hajai itafuta. Sio kutafuta ya kungangana na ulimwengu huu tunatafuta na tangangana nitafute pesa, hapana. Kuna ile ya kutafuta kwa kiroho, ujue what went wrong, nikakosa hii, what went wrong na nikapata hii na nikajikuta mahali fulani. That's the reason to why I just came out, because kuna watu wengi ambao sisi wengi hatujitambui. Hatujitambui tuko saidi gani, hatujitambui maisha tunayoishi. Na kwa kufikiria kwangu, I just found out we have 3 types of lives that we live in, ambapo hata sisi wenyewe hatujijui. Unaona? Ni 3 types of lives. Maisha tunayoyaishi ni mara ngapi? 3. Yaani kuna watu 3 wanaishi maisha tofauti, lakini wenyewe kuna mtu mmoja anayejielewa peke yake. Yule aliyetafuta tu anajua maisha yake ya kiroho na maisha yake ya kimwili anajua aje. And it's upon us tukimbilie Mungu ili tujue maisha tunayoyaishi ni spiritually, physically, ama tunaishi yote. Inafaa tukimbie tuulize Mungu atusaidie tuishi both. Na kama uko spiritual side at the dark side, tuombe Mungu aturejeshe kwa spiritual at the light side. If you are spiritually at the right side, the light side, then you will know what you will do on the next step. Utajua ni nini utakachokifanya kwa wakati unaofuata. Unaona? That's why
watu wengi tunaishi tunakaa kama tuliopotea. So next time I just come here to talk about why, the reason to why we live in this spiritual life. Most of us, we don't know why we live in the spiritual life and the physical life. Kuna mambo kadhaa yanayofanya sisi binadamu tunaishi maisha ya kiroho na maisha ya kimwili na pasipo kujua. Kuna mambo mengi yanayofanya tunaishi pasipo kujua. So stay tuned the next time as we meet on the next episode, as we know the reason to why we live the spiritual life. Bye bye.